Nae. Wapenzi wa hip hop, wapenzi wa R&B, wapenzi wa old school, wapenzi wa aina yote ile ya muziki. Leo bana tunagusia swala zima la hip hop au vipi? Bwana ni wakati mwingine tena. Karibu kwenye chimbo la old school ili hapa tunaenda kuangazia leo. Bwana tushapiga story nyingi sana za washikaji zetu au vipi? Leo naomba tukaangazie beef au vipi? Unajua zamani muziki wakati watu wanafanya nini? Beef zilikuwa zinatokea na zilikuwa ni kweli, nyingine zilikuwa za kibiashara na nyingine beef zilikuwa za serious kabisa, ile za kuingia maungoni nini, mixa kupigana vyuma nini. Lakini all in all tunarudi kwenye hii ya biashara ambayo ilikuwa imekaa kimtindo fulani hivi. Beef ni sehemu moja ambayo ilikuwa inakuza sana muziki kwenye kiwanda cha muziki. Ilikuwa ina boost pia muziki. Kwa mfano unaweza kama umetoa nyimbo na mwenzio ametoa nyimbo, lakini mkakaa chini mkakubaliana bwana, tutengeneze beef fulani ambayo itaenda kuwa viral nini, itaenda na vile ikiwa viral basi wewe utauza na mimi nitauza. Mfano labda umetoa album na wewe umetoa album, mimi nitauza album na wewe utauza album. Lakini pia ukiacha hiyo, kulikuwa na kitu kingine ambacho kilikuwa kinatofauti kabisa. Kuna beef ambayo iliwahi kutokea na hii ilitikisa sana na hii ilienda ulimwenguni kote. Ni beef kati ya Jay-Z na Nas. Au vipi? Hii beef bana, mwanzoni mwa mwaka 2000 hii beef ndio ilitokea. Baada mtu mzima Jay-Z kuingia studio kuandika ngoma kali sana ambayo ilikuwa inaitwa Take Over. Umo bana, mashairi ambayo alikuwa ametumia mtu mzima Jiga. Ni wazi zahiri au moja kwa moja alikuwa amemlenga ndugu yetu bwana Nas Escobar au vipi? Basi ile track ilivyotoka mwaka 2001 mashabiki wakaisikiliza wakasema bwana, hii ngoma mbona kama inamdisi sana Nas. Basi mashabiki wengi wa hip hop walikuwa kipindi hiko wana hamu, wana kimuhemue kujua je, Nas atakuja na kitu gani au ataacha iishe kama ilivyoisha. Kwa sababu kama nilivyokuambia hapo awali, beef zilikuwa zina boost sana muziki wa kipindi hiko. Lakini beef hii ilikuwa ni tofauti kidogo. Hii ilikuwa kweli beef, yani ilikuwa iko real. Basi baada ya hapo mtu mzima Nas naye mwaka huo unaambiwa 2001 alitoa naye track yake ya Ether ambayo naye alichora sana. Nas aliandika vitu vingi sana kama kumjibu Jiga. Unaona? Basi bwana, mashabiki wote unaambia wakageukia kwa masikio yote, yakageukia kwa Nas. Nas ametoa kitu gani? Bonge moja la diss track ambalo mpaka leo miongoni mwa diss tracks ambazo zilitokea, hii huwezi kuacha kuiweka. Ni diss track kali sana ambayo mtu mzima Nas alitoa. Basi baada ya kutoa Ether bwana, beef ikaa kama imechangamka fulani. Watu wengi wakamtegea sikio Jiga kwamba Jiga atarudi na kitu kingine au Nas atarudi na kitu kingine. Lakini mwisho amna mtu yote ambaye aliongeza kutoa diss track nyingine, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa kama vile hatujui kama ni Nas kwamba aliamua tu iishe hivyo au mtu mzima Jiga walikaa chini na kuweka kubana hii tuifanye labda hiyo kibiashara. Lakini baada ya wao kupatana na kuweka tofauti zao pembeni, ndipo mashabiki wakasema kumbe ile beef bwana ilikuwa ni ya kibiashara. Lakini mwanzo ilikuwa ni beef kweli, lakini baada wao kupatana au ilivyoleta impact kwenye jamii, watu wakaona hii beef itakuwa ya kibiashara. Bwana, hizo ndo beef kati ya beef ambazo ziliwahi kutokea. Beef moja hapo ilikuwa ni hiyo hapo. Baada ya washikaji kuweka tofauti zao pembeni, kila mtu akaendelea na maisha yake, watu wakapiga mangoma yakaendelea. Bwana, ulikuwa na mimi bwana, ndugu yako kabisa El Chapo Tariq. Tukutane tena wakati mwingine, tutaenda kuangalia beef ya nani ilikuwa noma sana. Boom, bye bye, see you. Dondosha comment na like pia.